Bwana, hii ni Sam Sport TV au Sam Sport TZ. Tuko ndani ya klabu ya Skylight HQ Arena ambapo kulikuwa kunafanyika mashindano ya ligi kwa muda wa siku 10, wiki 3 kama sio 4. Atanikumbusha mshindi. Niko na bingwa wa ligi hii Ambiele Steven aka Wandege mchafukaji. Mambo vipi? Sam TZ. Bwana, umekuwa bingwa wa ligi hii ambayo imeshirikisha wachezaji takriban 25 na wewe umeshika nafasi ya kwanza na kujinyakulia kombe, medali pamoja na pesa taslim milioni 1. Unajisikiaje bwana? Najisikia furaha kwa upande wangu, maana huu ndio ubingwa mkubwa nilowahi kuubeba. Kwa hiyo najisikia furaha kutokana na mashindano yalikuwa ya wachezaji wengi. Kucheza ligi na kuwa namba 1 sio kitu rahisi, lazima upambane, juhudi muhimu kwenye swala hili. Asante. Nikitazama ligi namna ilivyokuwa inakwenda, ukiacha leo hukuwahi kushika nafasi ya kwanza na mpaka jana mnacheza mzunguko, si ulikuwa wangapi ule, hukuwahi kushika nafasi ya kwanza, na jana alikuwa anaongoza Ahmadi ambaye ameshika nafasi ya pili. Ugumu wake na mpaka leo unapambana mpaka unashika nafasi ya kwanza, au namna gani ulijipanga jana unavolala ukijua kwamba leo ndio tunamaliza na wewe uko nyuma ya kinara ambaye ameshika nafasi ya pili? Kwa upande wangu tangu ligi inaanza, kabla yani gemu ya pili au ya tatu nilipoteza, ila game zangu zote nilizoshinda nilikuwa nashinda kwa tofauti ya goli. Nikishinda 6 nashinda 6-1, 6-2 au 6-3, haijalishi nacheza na nani. Kwa hiyo yani ilibidi muda mrefu niwe naongoza ligi. Kilichonifanya siongoze ligi, ratiba nilikuwa nabakiza vipolo kwenye ratiba. Kwa manake ningekuwa mechi zangu nimecheza zote ningeshaongoza ligi muda mrefu, ila kutokana na alokuwa anaongoza Danka alikuwa ndo anaongoza muda mrefu, alinizidi michezo miwili, ndio maana yeye alikuwa juu, ila kama na mimi ningekuwa nimecheza michezo miwili ningekuwa nishaongoza ligi muda mrefu. Asante. Kumbe ni Duncan na sio Ahmadi, nilikosea kidogo nafikiri. Kuanzia ligi inaanza, ligi imecheza kwa siku 9, ila kuanzia siku ya kwanza hadi ya 6 alikuwa akiongoza Duncan, ila siku ya 7, ya 8, ya 9 ikabadilika akaongoza Ahmadi. Lakini Duncan ametupwa kabisa, hata nafasi ya 3 hakuwepo. Unafikiri nini kimetokea? Nafikiri nimepata majibu kwamba jana alipoteza baadhi ya mechi 2. Duncan, yani hii ligi kuna muda ratiba ndio kila kitu. Ratiba yake ya mwanzo ilikuwa nyepesi zaidi, kwa ratiba yake ilikuja kubadilika baada ya kukutana na watu wagumu zaidi. Baada ya kukutana na watu wagumu zaidi alipotezaga game ya kwanza muda kwa mbongo, ila baadaye akaja kupoteza game 4 mfululizo hadi leo kufikia game 5. Manake game ya pili hadi ya 3 alipopoteza ikawa kama imemtoa kwenye game. Sawa. Tupe usahihi, mlikuwa wachezaji washiriki wangapi? Washiriki kamili tulikuwa 23. Na wewe washiriki 23, kwa maana hiyo ina maana unapaswa kucheza game 22. Umecheza game 22 na umepoteza ngapi, umeshinda ngapi? Nimecheza game 22, nimepoteza game 3, nimeshinda game 19. Na hizo game 3 umepoteza dhidi ya nani na nani? Nimepoteza dhidi ya Mbongo penati, nimepoteza dhidi ya Kobelo 6-3, nimepoteza dhidi ya Ahmadi bingwa na mshindi namba 2 ambapo walinifunga 5-3 kwa muda. Asante. Unatokea Ambiele Steven, unatokea katika klabu ya Sniper ambayo naweza kusema kwa mara ya kwanza Tanzania ndo ilianzisha mashindano ya portable kwenye upande wa ligi. Unashauri nini kwa mjomba Mlisho Mpoto ambaye ndo kwa mara ya kwanza naye anaingia kwenye kuna kutengeneza klabu, lakini anaanzisha ligi, lakini ameshafanyika mashindano mengi hapo, ila kubwa zaidi hii ligi ambayo imevutia watu wengi sana. Nini ushauri wako kwa Mlisho Mpoto, mmiliki wa klabu ya Skylight HQ, lakini pia kwa Sniper ambao walishawahi kufanya ligi na mpaka sasa hivi hawajabidi? Cha kwanza, waanzilishi wa ligi ni The Sniper, lakini ningependa pia au nashukuru kwa mjomba kuanzisha tena hii ligi, maana ilikuwa na hamasa kubwa. Yaani mashindano mengi yana changamoto, ila ligi kuna muda ina changamoto kubwa na nzuri kama ukiwa unapambana. Nilichokuwa na shauri kwa mjomba awe anatuanzishia ligi mara kwa mara, maana inajenga na watu tazidi kujipanga na viwango kukua. Pia na shauri kwa
klabu kama ya The Sniper, maana wao ndio waanzilishi na sasa hivi wapo kule maeneo ya Sinza Mapambano, watuanzishie ligi nyingine ambayo itashirikisha pia wachezaji wote wakubwa wa Tanzania ili tuweze kuwa vizuri zaidi na kujipanga kwa mashindano makubwa huko mbeleni kwa upande wa Tanzania. Asante. Siri ya ushindi wako, huenda siri ya ubingwa wako huu ni ligi ambayo huwa mnafanya ndani ya klabu ya Sniper kwa ajili ya kujua ni wachezaji gani wanapaswa kuwa kwenye kikosi cha kwanza cha Sniper. Kwa klabu kama The Sniper, kila baada ya miezi kadhaa tunakuwa na ligi yetu ya ndani ambayo inakufanya kuwa imara zaidi, lakini pia ukiacha kuwa na ligi ya ndani, yani mimi mwenyewe kama mwenyewe lazima nifanye mazoezi kwa siku. Hata ikitokea leo nimemiss mazoezi, basi kesho lazima nitakava mazoezi ambayo nilimisi jana ili kuwa vizuri zaidi, maana sasa hivi wachezaji wengi ni wazuri. Mfano kwenye ligi kama Mbongo, Danka, kina Kobelo, wengine wameshika namba 4, wengine namba 5, ila wote ni wazuri. Kwa hiyo bila kupambana, bila kuwa na mazoezi, huwezi kushindana. Wachezaji wengi ni wazuri, chipkizi kina Amadi Tizo namba 2 na 3, Amadi na Tizo ambao ni chipkizi, manake wako vizuri na wanapambana sana. Asante sana kwa wakati wako na nikutakie hongera kwa ushindi huu ambao umeupata ndani ya Skylight HQ. Asante sana. Sams Tanzania. Wale huyu ndo Ambiele Steven wa Ndege mchafukaji, bingwa wa mashindano haya ya Skylight HQ Hulu League ambayo kwa mara ya kwanza anafanyika hapa. Yes sir.